Alafu jue kaka, kitu kinachonichanganya, yaani yule mwanamke baada ya kuona imerudia mara ya kwanza imetokea hiyo hali, yeye mwenyewe akachukulia kawaida. Mara ya pili akanishauri nikatumia dawa, imerudi tena mara ya tatu. Imefikia tu akaniambia bana, mahusiano basi. Hiyo kitu mimi inanikwaza sana. Mimi sitamani kumkosa kwa sababu nampenda. Sasa kaka, mimi naomba ushauri wako. Unanishauri nifanye nini? Kwa kuwa pesa unazo mdogo wangu, endelea kuhangaika kwa wataalamu hospitalini na hao waganga tiba za asili. Miti waganga wa kienyeji tuseme hao. Wewe endelea kuhangaika, hela unayo. Matatizo kama haya angelipata mimi, ndo nakaa chini nalia tu kwa sababu sina msaada, nalia tu, dunia inaniandama, si nini na nini, maneno mengi. Lakini wewe sio kusema dunia inakuandama. Fedha unayo, endelea kutafuta utatuzi kwa wataalamu. Kama huyo ameshindwa, sio kama waganga wote duniani wameshindwa, wengine watakusaidia. Lakini sasa na hawa waganga hawa wanachukua hela ya mtu alafu tatizo bado linakuwa linaendelea. Ingekuwa tunakula nao mikataba, nikipona nakupa hela yako, ingekuwa vizuri sana. Lakini hawa anaanza kuwatangulizie kwanza, alafu baadaye anakuja na matatizo yanakuwa yaponi, alafu wewe unateseka, wao hela washakula. Basi sawa kaka, haina shida. Ushauri wako mimi nitaufanyia kazi na nitaenda au nitazidi kwenda kujihangaikia mpaka nijue hatima yake ikoje. Basi mimi mdogo wangu, wewe ukipata tatizo linalohitaji ushauri, usisite, wewe niambie tu, mimi nakushauri. Kama panapohitajika kushiriki wote tunaenda. Basi haina shida. Kikubwa tujue nini kinakuwa sawa katika grupu yetu. Sisi letu tunataka tuwe salama bwana. Sisi hatutaki dharau. Sisi tukikamatwa mwanamke achapwe. Mimi nilikuwa hilo tu. Basi kabisa, sisi tunaichapa. Haina shida. Basi sawa. Niliwaambia msirudi hapa, kwa nini umerudi wewe? Kwa nini umerudi? Mganga, mimi nahitaji msaada wako. Sikuja na swali hili, nimekuja na jambo lingine tofauti. Amerudi na shida nyingine tofauti. Ndio mganga. Una tatizo kijana wangu wewe. Una tatizo moja kubwa sana. Kubwa. Jambo yananiambia lakini nishajua. Ila leta nipate kuthibitisha hiki ninachokiona na mimi sahihi au sio sahihi. Sawa, bwana mganga, mimi nimekuja. Changamoto yangu mimi nilikuwa nahitaji kuoa. Lakini yule mwanamke niliyempata nikiingia naye ndani, jogoo hapandi mtungi. Kijana. Sawa. Nimekusikia. Kijana wangu unajini baba. Unajini baba kijana wangu wewe. Nini? Napenda kitonga kijana wangu. Sawa, nitakusaidia. Nakupa dawa. Nakupa dawa kijana wangu. Nahitaji msaada wako kwa kweli mganga. Siwaze, nitakupa dawa kwa sababu ndo kazi yangu. Nitakupa dawa. Nitashukuru sana. Ukaweke ndani mwako. Kamwage ule ndani. Ndani ya siku 3. Ukimaliza tu siku 3. Tatizo lako litakuwa limekufa kabisa. Nitashukuru sana. Na kwa mbali na wewe huyo mtu. Kijana wangu, nakupa dawa. Nakupa dawa. Shika siogope. Hiyo dawa kama nilivyokuelekeza. Nenda kama kimwage ndani mwako ndani ya siku 3. Tatizo lako litakuwa limekwisha. Sawa kijana wangu? Sawa, nimekuelewa. Sawa kijana wangu.
mimi? Nimekupa mali, pesa, hadhi, heshima. Unataka kuniua? Nimekukosea nini? Sasa kwa kuwa umeamua kuniua, naondoka na kila kitu changu. Sijui umenielewa? Kwa heri. Mgonjwa wako nimempima, kwa vipimo vinavyoonyesha amepata mshtuko wa moyo. Sawa, kwa hiyo tunafanyaje hapo daktari, ili kuweka afya yake katika hali ya usalama? Hapo inatakiwa fedha. Fedha kama kiasi gani? Labda fedha kama shilingi milioni 25 ili mgonjwa wako aweze kupona tatizo hili aliyokuwa nalo. Sasa daktari, hakuna njia nyingine yoyote unaweza ukamsaidia, lakini gharama isifikie hatua kama hiyo? Mbona hiyo hela ni nyingi sana? Kwa changamoto ya tatizo hili aliyokuwa nalo, haiwezekani zaidi ipatikane hiyo pesa shilingi milioni 25 ili mgonjwa aweze kuendelea katika hali yake. Daktari, sawa, tutafanya kila linalowezekana tuweze kufanya hivyo, lakini sisi hali yetu ni ya chini sana daktari. Yaani hapo sijui nikwambieje, kwa sababu nashindwa hata cha kuongea. Sisi ni watu wa hali ya chini sana, gharama hiyo ni nyingi sana. Basi ngoja tukafanye mpango, kawaambie wana ndugu. Hapo ni hivyo, unatakiwa ifanywe hivyo. Bila hivyo hapo mgonjwa wako kwa changamoto aliyokuwa nayo unaweza kumkosa. Kwa hiyo kapambanieni wewe na familia yako ili mgonjwa aweze tena kuendelea kurudi katika hali yake. Sawa. Hili limeshakuwa neno. Hapa kwa haraka haraka, nani hapa anaweza akaniazima hela milioni 25? Hapana. Au nimfuate rafiki yangu Fasco, anaweza akanielewa akanilazimisha hela kama hiyo. Mwenyewe akipona tutasaidiana namna gani ya kulipa deni. Hapana, Fasco mwenyewe mdundulizaji tu, ndo kwanza anakaa kwa mama yake, japo mpambanaji. Milioni 25 ni kiasi kikubwa sana cha hela. Sasa mimi nitafanyaje? Hapa bora nyumba yake iuzwe tu, nyumba ya mgonjwa iuzwe, tutapata hela. Hapa tukitaka kujenga hapa lazima tubomoe ili kuokoa maisha ya ndugu yangu. Kesho asubuhi nimfuate dalali hapa aje iangalie nyumba hii iuzwe, tupate hela tuweze kuokoa nafsi. Hakuna tena jinsi yako, atapata tu nyumba nyingine inshallah.
Fresh. Fresh kama kawa. Kama kawa. Naam, bila shaka. Bila shaka kabisa. Naona huko umetulia. Mimi nipo kwenye uwepo wangu bwana. Bwana nimekuja juzi jana sijakuona hapa nakupigia simu haipatikani. Si unajua siku hizi mambo ya mitandao. Mtandao umefanyaje? Mtandao unasumbua sana. Yaani mtandao unasumbua sana, kuna muda unapanda, kuna muda unashuka. Unashuka. Bwana mimi sio na mambo mengi. Kuna jambo mimi nimekuja nalo hapa. Ndio. Ngoja mimi nikuelekeze. Bila shaka. Kwa sababu mimi yule mdogo wangu yule ndio ambaye juzi tu hapa ulimdalalia nyumba akanunua nyumba. Ndio. Unamfahamu vizuri? Namfahamu bwana Mchonde. Maana inawezekana ukawa umewadalia wengi. Hiyo kwa sababu ni kazi yangu. Bwana Mchonde yule sasa. Yule pale yule maana yake anaumwa sana. Anaumwa sana ndugu yangu. Unajua kuumwa? Ndio. Anaumwa sana. Kwanza apewe pole kwanza. Yaani ameanguka ghafla. Ndio. Kwa hiyo haongei, kupumua kwenyewe anapumua kwa shida. Yaani mpaka sasa hivi yuko hospitalini. Naona tunajaribu kumhangaikia ili tupate nini? Tiba. Apone. Ndio. Lakini ndugu yangu huwezi kuamini. Ndio. Hii wiki ya 3 sasa. Mchonde haongei. Chakula chenyewe kinaingia kwa shida uji. Yaani ni shida mtindo mmoja, yaani tumechanganikiwa vibaya mno. Okay, kwa hiyo sasa hapo mmeamua nini mpaka hatua hiyo? Maana mtu ndo anaumwa, ishakuwa changamoto, inakuwaje? Hapo sisi tunasikilizia tu harakati za madaktari, ndio, jinsi wanavyomhangaikia na hatua tuliofikia. Ndio. Hiyo ni mbaya zaidi. Sasa tumeambiwa tupeleke milioni 25. Ili aweze kufanyiwa matibabu gharama yake. Sasa ukija kucheki wewe mwenyewe unajua maisha yetu. Kweli Mchonde alinunua nyumba pale na mazingira mengine kidogo yashaanza kufanya na hemi kunyanyukia. Sasa ndio tulichoamua, ndio kwa kuwa hatuna kitu chochote cha kuweza kutusaidia tuuze nyumba yake. Sasa nimekuja hapo sasa ndo limekugusa wewe kwamba tunataka tuuze nyumba. Wewe kama dalali naomba kama ulifanyia dalali yeye ukamfanyia dalali mtu mwingine akaipata nyumba yeye, ndio tufanyie udalali na hili hapa. Kwamba juu ya hilo ondoa shida, kwa sababu udalali hii ndo kazi yangu. Sijaanza leo wala sijaanza jana. Kwa hilo swala kuwa na amani kabisa. Hiyo nyumba inauzwa bei gani? Ile nyumba bwana, sisi lengo tungepata hata nusu ya hela tunayodaiwa kule, ili tujue hizo zingine tutapata pataje. Hivi umesema ni milioni ngapi? Milioni 25 nadaiwa. Lakini kwa ile nyumba unavyoiona, ndio ile pale, wewe mwenyewe unajua bei ambayo nani alinunua Mchonde. Vizuri sana. Alinunua shilingi ngapi? Kama 25, yani 30 kasoro. Sasa hapa shapata njia. Fanya hivyo, itangaze kwa gharama ile. Ndio. Alafu tuone itakuwaje. Fanya hima, yani hiyo haina shida yoyote na hakuna kukuuliza wewe kwa nini. Sisi tunafanya hivi lengo ndugu yetu afanyaje? Basi mimi niseme kwamba hilo kuhusu hilo ni kutoe hofu, kwa sababu hiyo ni kazi yangu. Juu ya hilo ndo hofu, kuwa na amani. Hilo swala jioni wewe pata majibu yako. Hiyo ni kazi zangu. Basi fanya kila linalowezekana ndugu yangu. Bila shaka kuwa na amani. Kwa maisha ya kijana mwenzetu. Kuwa na amani. Basi sawa, ndo kama hivyo, majukumu yenyewe yashakuwa mengi. Acha tu nikarekebishe mambo mengine kwanza. Asante bwana kwa hilo. Poa. Kwa hiyo unasema alikutokea live? Ndio, ni kweli kabisa alinitokea live. Kwa hiyo ikawaje sasa? Baada ya kunitokea na kuona kile ambacho nimekuelezea, alichokisema yeye,
anaondoka na mali zake zote, yaani kila kitu chake kaondoka nacho. Na hapo ndipo mimi nikapoteza fahamu kabisa mpaka walipokuja kuniokota. Mali zake? Ndio. Ina maana zile zilikuwa za mali za majini zile? Zilikuwa za majini zote. Hata mimi nitaka kushangaa, nimepata pesa kiasi la sala tu. Lakini ndio hivyo, mimi nikawa najua labda bahati tu. Wewe mpaka sasa hivi kitu ulichobakiwa nacho sasa? Kwa kweli sina chochote. Chochote sina. Ila utanisamehe kwa maamuzi ya kuuza nyumba yako ile. Lakini ilikuwa haina jinsi. Wewe mwenyewe si unaona risiti zile zinavyoonyesha dawa ulizotumia na gharama zake? Nimeona. Kwa hiyo ndio ilivyokuepo. Kwa hiyo mimi nilikuwa sina jinsi tena. Milioni 25 kwa usawa huu. Wewe mwenyewe unafahamu hata tungeuza maeneo yetu yote bado ingekuwa haisaidii. Kwa mdogo wangu wewe usiwaze. Kwanza kaka, mimi niseme nashukuru kwa hilo. Tena asante sana, narudia tena sana asante. Tukupambania maisha yangu mpaka hapa nilipofikia. Lakini mimi sina tena hata sehemu ya kuishi. Kwenye kuishi hapo mdogo wangu usiwaze. Naishi tu kwangu pale. Kuja kuishi pale. Labda mimi sijaoa bado. Wewe utaishi tu pale. Kaka, kitu kikubwa sana kinachoniuma mimi kwenye maisha yangu, kurudi tena kwenye maisha ya umaskini, kuanza mwanzo. Na hapa nilipo nishakuwa sina mbele wala sina nyuma. Kikubwa haswa wakati natoka kwenye nyumba ya kupanga, baba mwenye nyumba nilimwachia kila kitu. Nilimwambia vyote hivi ni mali yako. Yaani kwa hiyo sina hata ile nguvu kubadilisha. Yaani nilivyo mimi ndo niko hivi hivi. Sasa mimi naanzia wapi? Sina mbele wala sina nyuma. Hicho ndo kinachoniuma mimi kaka. Kuhusu hilo usiwaze. Habari za vyombo vyako siku hii, kitanda, hivi takataka gani? Kwa sababu ulishampa kwa moyo mmoja. Wewe samehe tu hivyo vitu. Wala usichukue hatua nyingine yoyote na usimfuate. Kuhusu habari ya kujihifadhi, utakuwa unalala kwangu. Mazingira yote ya chakula mimi nitakuwa nafanya mazingira, lengo tufanyaje? Tule, tulale, tuoge, tunafua fresh. Mpaka pale utakapokuwa unajimudu maisha yako mwenyewe. Utakuwa hapo unajiendesha mwenyewe. Nasema laza sasa hapa mimi naenda kupanga chumba changu. Fresh kabisa, sio mbaya. Unaona bwana. Kwa hiyo usiwaze. Sisi kama ndugu. Tatizo lako wewe ndo langu mimi. No. Unajua siku ile aka ile nyumba naiuza. Yaani chozi likawa linanidondoka kabisa. Sababu mdogo wangu tayari ushajipatia mimi alafu nakuja kuiuza. Ila ilikuwa tu haina jinsi. Unajua matatizo yanapokuja unatakiwa ujue namna gani ya kukabiliana nayo, na haikuwa njia nyingine kama nilivyokuambia mdogo wangu ya kukabiliana na matatizo kama haya. Yaani ile nilikuwa njia pekee, bila kujali utarudi kwenye hali ya umaskini kama zamani. Kwa hiyo wewe usijali, kama ninavyokuambia tu hapa. Taishi tu kwangu fresh. Na kila kitu kitaenda sawa. Nachopata mimi ndio cha kwako hicho. Kubwa wewe angalia tu afya yako fresh. Takaa sawa na kila kitu kitaenda sawa. Kwanza umekula? Hata sijisikii njaa. Haujisikii njaa? Kama hujaa, mimi nilipika ugali pale. Nikula ulibakia. Kwa hiyo kama vipi nikupe hela ukanunue samaki au malizie ugali ule? Hamna kaka, mimi hata sina hamu ya kula. Ninakushauri ukalale kwa sababu mwili wako naona bado haujakaa vizuri. Ndio maana nilikaa hapa nilipungepungewa kidogo.
Unaweza ukaenda kulala, kwa sababu unapokaa hapo nje nakuta watu wanakuja, bwana huyu ndo yule mtu ambaye si ilikuwa hivi na hivi, nyumba yake imeuzwa, na wanakutoa kwenye njia. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakushauri kwa sasa hivi unaweza ukaenda kupumzika kwanza mpaka mwili wako utakapokuwa fresh nini. Sawa. Basi sawa, mimi usahau kumeza dawa yako ile. Nazungumzia hapa kwenye pumzi hapa. Hapo kwenye pumzi unatakiwa maana yake ushapana na wewe. Unafuma, unadhani sio hiyo. Bado unaweza kuona jamaa nakupigia jioni. Hamna. Baadaye ya tatu unakumbukaje kwa ngapi hapo? Ni short ndio kilopiga short. Ndapiga hapa. Hata ukiwa unafungua kabisa. Lakini kwa short yako kwa kiasi utekazama yake ndio kwa sababu unajua kwa hiyo wenzetu hapo wanakuona maandamano nini huko bwana wewe. Bora muda muhimu bwana. Ndio kaenda kufanya. Kama